Vipi beach boy, vipi mwanangu, bora tuletea demu anga zetu mwanetu. Kwa madam kivipi tena jamani? Wewe unaonaje mwanetu? Alafu sikia, tulishaikuambia usiwahi kuja hapa tena na mademu zako au vipi? Utakuja kutujazia nzi humu. Umeona? Haya mazingira sio salama ya kuleta mademu michoresho humo. Au vipi? Sawa. Mimi nimemsindikiza tu jamani hapa sister. Eti sister, simekuleta hapa mimi. Jamani sio mimi. Bali zenu. Haina haja ya salamu wewe. Jikatae basi mazingira, sisi hatuhitaji mazingira kama hayo. Mnatuletea mieyusho hii hapa, tuelewe yani. Namuulizia Beni. Kuhusu Beni hatujui kwa sababu Beni hapa sio maskani yake hii. Hizi hapa ni anga zetu, sisi tunatamba wanyama yani pande zetu hizi hapa. Kwa kuhusu Beni sisi hatujui kabisa. Nichukue time. Vipi tena sisteri? Tulieni. Tulia hapo hapo. Mbona kama hivyo sisteri? Shida nini? Nauliza mara ya mwisho. Beni yupo hayupo? Sema nini sisteri? Beni mimi najua alipo, wanapatikana mazingira fulani ila kwa hapa hayupo. Beni ana mzigo wangu mkubwa sana. Kwa yoyote atakayefanikiwa kumuona, aje anitonye haraka sana. Tunaelewana? Ndio hofu hilo madam limeisha. Tondoka. Angu sijaelewa mwanangu hapa pigo yani. Wewe kwani wa wapi hao? Wa wapi kwani mbona Karibu tupo shoga yangu. Asante shoga yangu. Nimekuja kukupa taarifa. Si unafahamu kuwa sisi tunafanya biashara haramu? Hata kuna askari anatufuatilia. Inapaswa tuwe makini. Oh, sawa. Nimekuelewa, nitaongeza makini kwa hilo. Alafu na kingine mimi shoga yangu huko nimeyabananga. Shemeji yako kajua kila kitu kwamba mimi natembea na rafiki yake Maiga. Kajua? Itakuwa nani kamwambia? Nice Beni ndo kamwambia. Itakuwa Beni eti? Yeah, nice ni hivyo. Ndio aliyempa hizi taarifa. Yeah. Unaweza kufunga ukanisindikiza? Okay, twende. We mkaka, nani aliyekutuma ukamwambia mume wangu kwamba mimi natoka na Maiga? Wewe siku ile ndio ulionekana mimi nilipokuwa na Maiga. Ulileta abiria pale ukashusha. Na sidhani kama hiyo siku alituona tena mtu mwingine. Hakuwepo mtu mwingine pale. Unapokalia kunisema mimi utakosa, utashindwa kufanya mambo yako. Wewe mama umetumwa? Ulifu umetumwa? Umeanza kuwa na mapepo.
Kumbe mimi nisibebe abiria kumpeleka sehemu yoyote ambayo akinielekeza, kwa sababu wewe una starehe zako. Mimi nikamwambia huyu bwana, sikiliza nikwambie kaka, nitakupaka, nitafuatilia. Endapo nitabaini kwamba wewe ndio umemwambia mume wangu, utaona hii dunia chungu, na nitahakikisha huu mtaa unahama. Mama, kama ni tabia yako itakubaki kuwa tabia yako, lakini kama sio tabia yako haiwezi kuwa tabia yako. Alafu mimi na mambo mengine ninavyofanya hivi, msinichanganye tena, msinichanganye, msinitie habari za hovyo hivyo. Mimi nitakuja kuleta mambo meusi kuliko unavyofikiria wewe. Unaona huo mkarangi yake utafanana na hili jungu wewe. Hebu niacheni nifanye kazi zangu. Kwa nini usikae nyumbani kwako kuhudumia familia yako na kalia kufuatilia watu wengine? Hapa niko wapi? Sikiliza nikwambie. Acha kufuatilia mambo ya watu. Uniache na maisha yangu wewe kaka. Ukitaka uelewane na mimi, acha kufuatilia maisha yangu, sawa? Mwambie huyu. Habari hizi mume wangu. Umetoka wapi muda huo? Nilikuwa kwa shangazi. Hiyo shangazi, hivi ushanionemo? Kila nikiulizaga uko wapi kwa shangazi, umetoka wapi kwa shangazi, nikimpigia simu anasema hujafika. Ukirudi nyumbani unaniambia kwa shangazi. Nilikuwa kwa shangazi na shangazi alinipigia simu akasema anaumwa, ndio maana nilienda kumuona. Mke wangu, usifanye nianze kukufikiria vibaya, maana mpaka muda huu nishaanza kukuhisi vibaya. Ndio maana maneno yanazungumziwa mtaani, unanifanya niamini sasa. Usisikilize maneno ya watu mume wangu. Maneno ya watu hayajengi. Hebu nipeko mimi funguo, mimi niingie ndani. Umeniweka masaa yote niko nje hapa. Mambo vipi Tanzania? Tukiwa ndani ya manispaa ya Kahama, Maili Numbi. Bwana, kwa huduma bora kabisa, huduma za kijamii, waone Van B Mashallah, wanapatikana Numbi mkabala kabisa na mgodi. Bwana, kuanzia upande wa kushine, hapa nazungumzia wanangu wa kupendeza. Kuna saluni nzuri ya kiume, wanakunyoa safi na unapendeza na tokeleza kwenye mtoko wa kisasa zaidi. Lakini pia hapa nazungumzia upande wa mtoko. Mtoko wenyewe unajua ni upi? Bwana, unapotoka na mwenza wako, unatoka na rafiki yako, unatoka na mgeni wako yote yule, nenda Van B Mashallah kwa vinywaji safi na bora zaidi. Ukutana wahudumu waliobobea zaidi ndani ya Van B Mashallah. Lakini pia upande wa wanawake, hatujawasahau madada zetu, mama zetu, mabibi zetu. Bwana, huduma ya kusuka inapatikana pia kwenye saluni ya kike. Unangoja nini? Karibu ndani ya Van B Mashallah. Na wale wanangu wa burudani, hatujawasahau na wala hatujawaacha mbali zaidi. Tunawakaribisheni sana. Tuna mazingira yenye hadhi safi na bora zaidi kwa ajili ya kuangalia mpira. Hapa nikizungumzia ukumbi wa mpira. Na pale mlangoni hawana kiingilio sana. Yaani ni shilingi 500 tu ya Kitanzania. Unakwenda kushuhudia mechi zote za Tanzania, ligi ya Tanzania, lakini pia unashuhudia ligi zote ulimwenguni kote, kuanzia Ulaya mpaka ligi zote unazozifahamu wewe. Na wenye upande wa chakula, hatujawasahau wanangu. Hatukija na njaa, utapata msosi ulio bora zaidi kwa wahudumu waliobobea na wenye ubora wa mapishi yaliyo bora zaidi. Hapa nawazungumzia Van B Mashallah. Lakini kama hutoweza kumfahamu zaidi jina lake, anajulikana kwa jina maarufu sana kama Yohana. Unangoja nini? Van B Mashallah aka Yohana wanapatikana Numbi. Na nyote